Filamu inaanza kwa kufafanua kuhusiana na kitu kinaitwa doti. Ni mojawapo ya uchawi mweusi ambao unahofiwa zaidi. Uchawi huu unadaiwa kwamba ukimwingia mtu huwa unamharibu taratibu mpaka anapoteza maisha. Kabla ya simulizi haijaanza, ni vyema kutambua kwamba hii filamu imechochewa na visa vya kweli ambavyo vimekwisha kuwatokea baadhi ya watu katika maisha ya kawaida. Filamu inarudi mpaka mwaka 1999 katika kijiji kidogo kinaitwa Sulawesi. Huku tunamfahamu mwanamama mmoja anaitwa Sayu ambaye alikuwa anapambana na maumivu yasiyokuwa ya kawaida, kana kwamba mwili wake ulikuwa unateketea kwa moto ndani kwa ndani. Mzee wa kijiji alikuwa amefika hapa kumchunguza huyu mama. Baada ya kumchunguza, akasema kwamba huyu mama ameshambuliwa na uchawi mweusi aina ya doti. Muda huo Sayu akawa ametapika damu na kufariki hapo hapo. Akamwacha mme wake anaitwa Rewa pamoja na binti yake mdogo anaitwa Tiara, wakabaki wana huzuni kubwa sana. Sasa baada ya hiki kifo, hofu ikatanda kijiji kizima. Kwa nini? Ni kwa sababu kabla ya kifo cha Sayu tayari kuna watu wengine watatu wamepoteza maisha katika mazingira ya kutatanisha. Wananchi wakaanza kuamini kwamba matatizo haya yalianza tangu mtu mmoja tu anaitwa Daeng kuwasili kwenye hichi kijiji na kupiga marufuku ibada za jadi pamoja na utoaji sadaka kwa mizimu. Wanaamini kwamba kitendo hicho kimeamsha mizimu, wamekasirika na kusababisha laana kwenye hichi kijiji. Hasira zilikuwa zimewapanda wanakijiji hawa. Kwa umati mkubwa jinsi walivyokuwa hawa, wakaenda moja kwa moja mpaka katika nyumba ya Daeng. Wamefika huko kwa lengo moja tu, ni kumwadhibu, na sio kumwadhibu tu, ni kuhakikisha Daeng wanamwaisha mbinguni. Wakati haya yote yanatokea, Daeng mwenyewe sasa alikuwa bize kuswali tu. Baada ya kumaliza, akasikia kuna mayowe nje, auawe Daeng, auawe Daeng. Huyu bwana anamwamini sana Mwenyezi Mungu. Yeye alipambana sana kuhamasisha wanakijiji kwenye hichi kijiji waache kuamini nguvu za kishirikina, wamwamini Mwenyezi Mungu. Na kiufupi, Daeng ndio mtu ambaye amewaletea dini kwenye hichi kijiji. Walikuwa waamini kabisa kuhusiana na hayo mambo. Daeng akaamua kumweka kando mke wake pamoja na kijana wake mdogo anaitwa Inshan ili wao wawe salama. Kisha yeye ametoka nje kwa utulivu kabisa ili kwenda kuwasikiliza hao watu wanahitaji nini. Akawaambia kwamba mkabidhini maisha yenu Mwenyezi Mungu, yeye pekee ndiye mwenye kutuokoa katika haya. Sijawahi kabisa kuamini ama kutumikia uchawi. Akafafanua kabisa wazi kwamba misaada yote aliyowahi kuitoa kwenye hichi kijiji aliitoa kwa kutumia dua pamoja na tiba za kidini na sio kuhusisha mambo ya nguvu za giza, lakini hakuna hata mtu yoyote aliyemwelewa. Wananchi wakaanza kupiga kelele, wanamtaka wamchukue wampeleke mbinguni haraka haraka. Mke akajaribu kutetea, lakini hakuna mwananchi hata mmoja ambaye alielewa hili jambo. Mke pamoja na mtoto walimshuhudia baba kichwa cha familia akiwa anakokotwa na wananchi wenye hasira kali, wakampeleka msituni. Wakiwa huko katikati ya msitu, wakamfunga kwenye mti. Licha ya kudhibitiwa, Daeng hakukiri kwamba yeye ndiye amehusika na haya mambo yote. Badala yake akawashawishi kwamba watubu na wamuombe Mwenyezi Mungu awape rehema. Hawajui wanachokifanya, lakini chuki za watu hawa, na walikuwa naamini mambo ya kishirikina, naye anawachanganyia kuhusiana na mambo ya Mungu. Wakapiga mayowe, achomwe moto, achomwe moto. Bwana Daeng akuwa amefariki kwa kuchomwa na moto akiwa hai. Kama bado haupo kwenye WhatsApp channel yetu, linki iko hapo kwenye comment. Huko tutapata taarifa zote za muhimu, mabadiliko na kila chochote ambacho kinaweza kikatokea. Baada ya hilo tukio, sio la kwenye comment sasa. Baada ya tukio la yule bwana mkubwa, miaka 15 ikapita. Sasa Ishang amekuwa ni kijana mtu mzima. Mama yake kwa sasa ni mgonjwa, ana maradhi ya ngozi. Inshan mara nyingi amekuwa akiota ndoto ambazo anaandamwa sana na baba yake. Kijana akaamini kwamba ndoto hizo zinaonyesha kwamba yeye anatakiwa kurudi kijijini ambapo baba yake alizikwa ili aende kumfanyia ibada na kulitembelea kaburi la baba yake. Mama yake aliingiwa na hofu kubwa sana kwa sababu bado anakumbuka kilichomtokea mme wake. Anajua kabisa wale wanakijiji pengine bado wana hasira na hii familia. Mwanzoni alijaribu kumzuia mwanaye ili asiondoke, lakini baada ya kuona hawezi kabisa kumfanya kijana wake abadili maamuzi, mama akawa amemruhusu kwenda kwenye hicho kijiji, lakini kwa masharti mawili tu muhimu. Kwanza, asijitambulishe kabisa kama yeye ni mtoto wa Daeng. Pili, asimwamini mtu yoyote kwenye kile kijiji isipokuwa tu rafiki wa zamani wa baba yake anaitwa Tiro. Ndiye mtu ambaye alikuwa analitunza kaburi la baba yake. Baada ya kupewa dua pamoja na nasaha ya mama yake, Inshan akaanza safari kuelekea kwenye hicho kijiji. Njiani alipokuwa anatembea, akakutana na mzee mmoja wa ajabu.
mzee Madevu akamwelekeza njia kijana anakotakiwa kwenda. Kijana akawa ameshukuru, kisha akawa ameshika njia kwenda. Akafika mpaka mahali ambapo ni kwenye msitu, kuna mti ambapo baba yake ndipo alipouawa hapo, na ndipo kaburi lake liko hapo kienyeji. Sasa kijana alipokuwa hapo akisafisha kaburi la baba yake, mara wanakijiji wakawa wamepita hapo, walikuwa wanaenda kwenye mazishi. Sasa kuna vijana wawili hapa ni wambea wa hichi kijiji, wakawa wamemuona huyu kijana na wakawa wamemtilia mashaka, huyu ni nani na kwa nini yuko hapo? Ukiachana na haya mambo yote, kwenye hichi kijiji kuna binti mmoja ambaye alikuwa anasumbuliwa sana na nguvu za giza. Huyu binti anaitwa Rina. Akiwa hapo anagugulia maumivu, kuna bwana mkubwa akawa amefika hapa. Huyu sasa anaitwa Rewa. Kama unamkumbuka vizuri, huyu Rewa ndio mtu ambaye amefiwa na mke wake mwanzoni mwa hii filamu. Rewa baada ya kufika hapo akajitahidi kumsaidia huyu binti ili kumtoa yule pepo ndani yake, lakini hali ikabadilika kabisa. Binti akawa amemng'ata Rewa mkono. Rewa akawa ametoka nje kwenda kuwaambia wazazi wa mtoto kwamba mtoto wenu anasumbuliwa na doti, yani kalogwa na uchawi aina ya doti. Hii habari ikavunja moyo sana familia, japo Rewa akaahidi kwamba atachunguza mtu aliyemfanyia huu ushirikina na atapambana sana kumnasua huyu binti, kumtoa kwenye huu uchawi. Muda huo wale vijana wanazidi kumfuatilia Ishani, yeye ni nani? Mbona kama mgeni? Wakamwona mpaka amefika kwa Tiro na akawa amepokewa kabisa vijana vizuri kabisa. Tiro akawa amemtambua huyu kijana kwa sababu anafanana sana na marehemu baba yake. Sasa wale vijana cha umbea baada ya kusikia yote haya wakayabeba kama walivyoyasikia, wakayapeleka na kuyafikisha kwa Rewa. Wakamwambia kwamba kuna mtu amefika kwenye hichi kijiji, hawamwamini, pengine ni mtoto wa yule mchawi ambaye walimzika miaka nyuma huko. Rewa akawaomba kwamba vijana waendelee kumfuatilia huyo kijana ili wamjue zaidi, wapate ushahidi. Upande wa kijana Ishani akakutana tena na rafiki yake wa zamani wa utotoni, huyu binti anaitwa Sari. Huyu yeye ni binti wa Tiro. Wawili hao wakawa wanakumbushiana utoto wao, wakazungumza. Mazungumzo yakawa yamemfikia mtu mmoja anaitwa Tiara, alikuwa pia ni rafiki yao wa tangu utotoni. Yeye ndiye binti wa Rewa, alikuwa masomoni nje ya hichi kijiji, lakini kwa fununu zinasemekana kwamba binti amerudi kijijini hapa kwa ajili ya mapumziko. Baada ya kulisikia tu hilo jina, Ishani ni kama akawa ametamani sana kwenda kumuona kwa muda huo, hajamuona kwa miaka mingi. Hata hivyo, Tiro akamsisitiza kwamba anatakiwa kupambana kutekeleza kilichomleta kwenye hichi kijiji, kisha ikiwezekana aondoke mara moja kabla watu hawajamjua, yani kabla ukweli haujajulikana yeye ni nani. Pia akaeleza kwamba kwa masikitiko baba yake alikuwa ni mtu mwema sana, mtu mwenye imani, lakini aliuawa kwa tuhuma ambazo hakuna hata mmoja kwenye hichi kijiji kama alithibitisha kwamba yeye ndiye mtu aliyeleta laana kwenye hichi kijiji. Jioni ilipofika, mke wa Tiro akawasha ubani mbele ya nyumba. Hii ni desturi ya hichi kijiji. Ishani akawa ameshangaa, akauliza hicho kitendo kina maana gani na kwa nini wafanye hivyo? Wakamjibu kwamba watu wote wanaamini moshi wa ubani huo na wakinga dhidi ya nguvu ya doti. Ishani akawakabili akasema kwamba hiyo imani hakubaliani nayo kabisa. Kinga pekee ni kumtegemea Mwenyezi Mungu tu na kusoma neno lake, hasa nyakati za usiku. Sasa hichi kijiji kwa ufupi hakuna adhana, na sio adhana tu, hakuna mambo ya kuswali. Yani kama unaamini wewe ni mtu wa design hiyo, swalia kwako. Hawa watu wanaamini sana mambo ya kishirikina tu. Wakati huo hali ya binti Rina ikazidi kuwa mbaya sana. Kuna nyoka kwa ameingia ndani hapa na kwa ameingia ndani ya mwili wake. Binti akawa amepiga kelele kwa maumivu makali sana. Sasa huo muda Ishani yeye alikuwa bize kusoma Qur'an. Ghafla upepo mkali ulikuwa umefungua kurasa ya aya alizokuwa anazisoma. Purukushani, mara akasikia kuna sauti ya mwanamke akiwa anamuita kuomba msaada. Alipotazama dirishani akamuona msichana ambaye anafanana kabisa na Rina akiwa anamuita, ili hali Rina harusi bado alikuwa nyumbani kwake anazidi kuteseka na nguvu za giza. Sasa muda Rina anazidi kulia, mamake naye analia kiduadua tu hapo. Mara Rina akaanza kucheka kwa sauti ya kutisha. Mbinti kanyanyuka akaanza kumshambulia mama yake. Hii inaonyesha wazi kwamba Rina kwa sasa amepagawa kabisa. Baada ya muda babake akawa amefika hapo, yuko na Rewa akaanza kusoma dua, lakini dua yake namna anavyosoma huyu mzee ni kama simuelewelewi. Mara akatoa moto pamoja na moshi. Anajua yeye mwenyewe anachokifanya hapa, kumfukuza yule pepo ndani ya mwili wa Rina. Baada ya muda pepo kweli alikuwa amemwachia binti na binti akawa ameanguka chini bila fahamu. Kesho yake Tiro akamweleza Insha kwamba bado anajilaumu sana kwa kushindwa kumwokoa baba yake kwa miaka 15 iliyopita. Akamwambia kwamba hadi leo watu wengi kwenye hichi kijiji wanaamini kwamba baba wa huyu kijana ndiye aliyekuwa mchawi na ndiyo sababu ya watu kuteseka kwenye hichi kijiji mpaka hii leo. Sasa kijana alikuwa tofauti kidogo na hizi mambo zote, pamoja na ndoto ambazo alikuwa anaziota kila siku zikamfanya Insha kuanza kuamini kwamba haya yote yanampata kwa sasa ni kwa sababu anaamini sasa
sasa ni muda wa kutafuta ukweli na kurejesha heshima baba yake. Kijana akaamua kupiga hatua mbili mbele. Yaani sio mambo ya kuja kufanya dua tu kwenye kaburi la babake na kuondoka. Sasa hivi kijana anahitaji kujua ukweli. Kajitoa kimwili, kiakili na kiroho. Lolote litakalomkuta na limkute. Na akamshawishi Tiro kwamba waende kusafisha msikiti. Haujatumika kwa miaka mingi sana. Adhana haijasikika kabisa kwenye hichi kijiji. Kwa siku ya kwanza ikasikika tena baada ya kijana kuwa amerudi hapa. Wanakijiji wako wanashangaa. Kwanza wana wasiwasi kweli. Wakimwona huyu kijana wanajua kabisa huyu kijana sio hapa. Huyu ni wa mjini, si ndio? Kijana kwa amefika hapo kujaribu kuelezea kuhusiana na swala la swala. Vijana hawana muda wa kupoteza, wako muondoka hapo. Yaani sio mambo yao kabisa. Sasa ukumbuke kuna wale vijana waliopewa kazi ya kumfuatilia huyu kijana. Wako naye bampa tu bampa. Kila tukio wenyewe wakiona wanapeleka kwa lewa kama jinsi walivyoliona. Matukio watu kupagawa kwenye hichi kijiji yaliendelea sana. Kuna mama mmoja alikuwa anaitwa Siti. Kapagawa, mume wake alikuwa ametoka hapo moja kwa moja kwenda kumuita lewa. Yeye ndo mtetezi wa hichi kijiji. Lakini kabla hajafika kwa mgonjwa mwenyewe, Siti akatembeza kichapo kwa watu waliokuwa hapo. Akachukua panga, akaenda moja kwa moja mtoni. Kufika hapo, akawa amejiua kabla ya msaada kufika. Habari za huu msiba, moja kwa moja Sari akawa amezichukua, akazipeleka kwa baba yake Tiro. Tiro akajiandaa kwenda kushiriki kwenye mazishi. Kabla hajaondoka, akawasihi Inshan pamoja na Sari waswali nyumbani mara tu jua litakapozama. Wakati wa mazishi, majeraha yaliyokuwa usoni kwa Siti yakawafanya watu waanze kuamini kwamba uchawi wa Doti umerudi tena kwenye hichi kijiji. Watu wanauogopa huo uchawi kuliko kitu cha aina yote. Mkuu wa kijiji pamoja na Rewa wakaanza kuhisi kuna mtu ambaye amesababisha huu uchawi urudi kwa mara nyingine, kwa sababu ni muda mrefu hawajashuhudia vifo vya dizaini, japo watu kupagawa na kufariki kilikuwa kinaendelea tu. Yaani kuna muda ni kama watu madishi anakuwa anachenga, si ndio? Hili jambo liliwahi kuwepo, lakini sasa hivi kwa sababu wanaona kama kuna mtu kaja, wanaanza kuona hili jambo ni jipya tena. Hawa ndio binadamu. Mashaka yao wote baada ya kujadili wakaanza kumtaja kijana Inshan. Rewa akamshawishi mkuu wa kijiji achunguze kwa siri historia huyo kijana kupitia Tiro ili wambaini yule kijana ni nani hasa. Palipofika usiku, kuna mtu yuko bize zake kufanya ibada za kishirikina. Ibada hiyo ilikuwa ni ya uchawi mweusi. Kutokana na haya matukio, viongozi wa kijiji wakaitisha kikao cha dharura. Wananchi wakaanza kudai kwamba hatua zichukuliwe haraka, watu wasije kupoteza maisha bure bure. Hapa ndipo kijana Jaru akasimama na kutangaza mbele ya watu wote kwamba aliyesababisha huu uchawi kurudi kwa mara nyingine si mwingine, ni kijana ambaye anaishi kwa Tiro na yeye ni mtoto wa Daeng, mtu ambaye walimjua kabisa ndiye mtu ambaye alikuwa ni mchawi kwenye hichi kijiji aliyeleta laana hii. Akadai kwamba Inshan atakuwa amerudi kwenye hichi kijiji kwa ajili ya kulipa kisasi. Wakati huo huo, hali ya Rina ikazidi kuwa mbaya. Uvimbe usiokuwa kawaida unatokea. Muda mfupi baadaye akawa amefariki mbele ya baba yake. Asubuhi iliyofuata, Tiro akawa ametoka kwenda kwenye mazishi. Mwili wa Rina ukapelekwa moja kwa moja makaburini. Huko Sari akawa amekutana na Tiara. Kwenye mazungumzo, Sari akawa amemtajia Tiara kwamba Inshan amerejea kijijini hapa kwa ajili ya kuzuru kaburi la baba yake. Kwa upande mwingine, Inshan yeye alikuwa anaendelea harakati zake tu za kurejesha kabisa ibada msikitini hapa. Akaambia watu wasiamini kwenye ushirikina, wamrudie Mwenyezi Mungu. Akawaambia kwamba kusimama kwenye swala na uaminifu ndio kinga bora dhidi ya hila za shetani na uchawi. Akasisitiza kwamba hakuna nguvu yoyote ya giza inayoweza kushinda uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mara hiyo Sari akawa amefika hapo akiwa na Tiara. Kukutana kwao tu kukarejesha kumbukumbu za nyuma za utotoni. Wakaanza kukumbuka jinsi walivyokuwa wanacheza kwa pamoja na kusoma Qur'ani kwa pamoja. Tiara akamwambia kwamba Inshan yuko hapa, yuko tayari kushirikiana na yeye kurudisha kabisa hadhi ya msikiti na urudi katika hali ya kawaida, watu warejee kuswali kama zamani. Kadiri Tiara alivyokuwa karibu sana na Inshan, ikaanza kuonyesha wazi kwamba Shari ni kama alikuwa na wivu ndani ya moyo wake, kwa sababu yeye ni wazi alikuwa anampenda sana huyu kijana, lakini Tiara alikuwa anampenda zaidi. Wakati huo mkuu wa kijiji alimuita Tiro kwa mazungumzo ya faragha. Akamtaka kwamba amuondoe kijana Inshan kwenye hichi kijiji kabla mambo hayajaribika zaidi, akihofia kwamba anaweza kukumbwa na mkasa ule ule kama uliompata baba yake miaka iliyopita. Tiro akajaribu kumweleza kwamba Inshan hana tabia mbaya kabisa, ni kijana mwadilifu, ana maadili, ana elimu kubwa sana ya dini, lakini hata yeye licha ya hayo yote anaona kabisa jinsi ambavyo kijiji kimezidi kutetea kwa hali yake. Tiro jioni hiyo Tiara akakusanya watoto wa kijiji akawapeleka msikitini bana waanze kujifunza kusoma Qur'ani. Lilikuwa ni jambo zuri tu. Kuna baba mmoja kwa amefika hapa, anaitwa Akbar.
akiwa na hasira zake kali za kutosha, akamtaka mtoto wake amtoe hapo. Mtoto wake alikuwa anaitwa Acho, akamtoa hapo kwa nguvu. Kwanza anamkashifu Inshan kwamba yeye ni mtoto wa mchawi na yeye ndiye sababu ya hizi laana zote kwenye hichi kijiji. Inshan hakurudisha kwa matusi wala hasira, alisisitiza kwamba baba yake hakuwa mchawi. Yeye akaendelea kufundisha watoto, akabaki tu kana kwamba kuna chochote kilichotokea. Usiku binti Tiara aliporudi nyumbani akakumbana na marufuku kali kutoka kwa baba yake, yani mzee Rewa. Akamwambia kwamba binti, sitaki kukuona ukiwa karibu na Inshan. Hakuna kabisa mambo ya kukanyaga msikitini. Kama unataka kuswali, swalia ndani. Kadiri siku zilivyozidi kwenda, matukio ya kutisha yakazidi kuongezeka. Tiro akamweleza Inshan kwamba mama wa Rina amepoteza kabisa utulivu wa akili baada ya kufiwa na binti yake tu. Ni kama na yeye akili imeanza kuruka. Kwa sababu ya hali yake, watu walilazimika kumfunga kamba. Yule mama alikuwa anadai anaona roho ya binti yake kila mara. Sasa kwenye hichi kijiji kuna uvumi ukaanza kusambaa tena kuhusiana na viumbe vya kutisha ambavyo vinaonekana usiku. Siku moja kuna mkazi mmoja pamoja na familia yake tu akaona kuna kiumbe cha ajabu kinashambulia mazao yake. Akaenda kumwambia mke wake na mke wake akawa ameliona hili jambo. Sasa hili jambo likaenea kijiji kizima kuhusiana na viumbe ambavyo vinatembea usiku wa manane. Tiro akaamini kwamba haya matukio yote hayawezi kuwa ya kawaida kabisa, bali kuna mtu ambaye anatumia uchawi wa Doti kwa makusudi tu, sio bure. Yeye ana lengo lake. Usiku huo sasa Inshan alipokuwa bize kusoma neno la Mwenyezi Mungu, mara kuna nyoka akawa amejitokeza hapo. Ghafla tu akawa amemnata mwilini mwake. Kijana akawa amepambana na kumtoa, akamtupa huyo nyoka. Yule nyoka si akayeyuka mbele ya macho yake, akageuka kuwa moshi, akaelekea moja kwa moja katika chumba cha sari. Lakini huo moshi ulivyoingia tu humo ndani ukabadilisha mwelekeo. Kijana hakuona. Moshi ulivyotoka hapo kaenda moja kwa moja mpaka kwa mtoto ambaye anaitwa Acho. Ule moshi ulikuwa umemwingia huyo mtoto. Kama una kumbukumbu vizuri, huyu mtoto ndio mtoto ambaye alienda kuondolewa msikitini na baba yake. Hapa uchawi umeamua kufanya kazi kwa mpango maalum. Nadhani utakuwa umejiongeza na kuelewa ni nini kinachoendelea, si ndio? Mama yake Acho akamwita Rewa haraka ili kuja kutoa msaada, lakini badala ya kutafuta chanzo halisi cha tatizo, Rewa mara moja akaanza kulaumu msikiti kufunguliwa kwenye hichi kijiji pamoja na yule kijana Inshan kuwepo kwenye hichi kijiji. Sasa yanahusiana nini na kumponyesha huyo mtoto? Akadai kwamba Daeng babake Inshan alikuwa ni mchawi ambaye alijificha nyuma ya dini. Haya mabalaa yote chanzo ni yeye. Baba yake Acho akakumbuka kwamba mwanaye alipelekwa msikitini kwenda kufundishwa kusoma na binti wa huyu Rewa. Huyu mzee baada ya kuona kama kuna mabishano yatatokea hapa, akaanza kusoma maneno yake. Yule mtoto akawa ametulia kabisa. Baada ya Rewa kurudi nyumbani, si akaenda kumkabili binti yake na akamkuta alikuwa anasoma Qur'ani ndani ya nyumba. Mzee, we sikiliza, usisomesome hayo mambo yako humu ndani. Kichwa changu najisikia vibaya sana. Sitaki kusikia dua zako. Huyu mzee naye haeleweki. Mara binti ukitaka kuswali nyumbani, saizi kamgeukia tena kibao. Anamwambia kwamba sitaki uswali ndani ya nyumba yangu. Anasema dua zinamchafua na akamtaka kabisa huyo binti asiwe karibu tena na Inshan. Na sio Inshan tu, na asiwe karibu na msikiti. Kama utashindwa kufanya hivyo, nitakufungia ndani ya nyumba. Utabaki tu binti wa ndani. Binti baada ya hili tukio akaanza kuona kama baba yake sio mtu wa kawaida kabisa. Inavyoonekana huyu baba ni kama ana siri ndani ya moyo wake. Binti lakini alikuwa anajipa moyo, pengine ni kwa sababu mke wake alipofariki, huyu mzee anaonekana hajawahi kukubali kabisa hilo jambo. Asubuhi iliyofuata, Inshan akiwa msikitini peke yake akakutana tena na yule mzee Madevu. Safari hii mzee akaamua kumwelezea historia ambayo huyu kijana hajawahi kabisa kuijua. Akamwambia kwamba unajua, kabla babako kufika kwenye hichi kijiji, hili eneo ambalo msikiti umejengwa kilikuwa ni kitovu cha matambiko ya kishirikina. Wanakijiji walikuwa wanazunguka jiwe kubwa na kutoa sadaka, walikunywa pombe na kufanya ibada kwa mizimu. Lakini Daeng alipowasili akaanza kufundisha kuhusiana na kuabudu Mwenyezi Mungu na kuijua dini. Polepole watu wengi wakaanza kuacha mambo ya mila zamani na kuanza kufuata maandiko ya Mwenyezi Mungu. Mabadiliko hayo hayakufurahisha watu wote kwenye hichi kijiji. Baada ya muda mfupi tu, ugonjwa wa ajabu ukaanza kuzuka. Watu kadhaa wakaanza kufariki, na wakati wa mazishi makundi ya wadudu wengi sana wenye sumu walikuwa wanaonekana kwenye miili ya marehemu. Tukio hilo liliwafanya watu wengi waanze kuwa na hofu, wakaanza kuamini hii ni ishara ya laana. Sasa hili likatumika kama silaha ya kumchafua Daeng. Watu wakaanza kueneza uvumi kwamba alikuwa anatumia uchawi kutoka kwenye ukoo ambao umelaaniwa. Jambo hili lilisababisha baba yake huyu kijana Inshan
auawe kwa kuchomwa moto bila kosa la aina yoyote. Mzee akasema kwamba ni wazi wanakijiji wanaamini kwamba ujio wa wewe hapa kwenye hichi kijiji ndio chanzo cha huo uchawi, tena kuanza kuteketeza watu kwenye hichi kijiji. Miaka yote bado historia inajirudia vile vile. Na ni kweli, huu muda wanazungumza, Jara pamoja na Lukman walikuwa wanaendelea kuchochea wanakijiji kadhaa, wanawajaza chuki kuhusiana na Ishan, mpaka hasira zikawa zimefika kiwango kwamba wakaamua kutoka hapo moja kwa moja kwenda kumkabili yule kijana. Walivyofika wakamzingira Ishan huku wakimtuhumu kwamba yeye ni mtoto wa mchawi. Kijana akajaribu kujitetea, mvutano mkali ulikuwa umezidi hapa, mmoja akawa amemshusha moja nzito. Kabla hajafanya kitu chochote, Tiara alikuwa amesimama mbele yao ili kumtetea Ishan. Akaeleza kwamba huyu kijana kafika hapa kwa ajili ya kudhuru kaburi la baba yake na sio kudhuru mtu aina yote. Mbona huyu ni mtu mzuri tu, kwanza kaanza kupambana kuwafundisha watoto wenu kuhusiana na dini. Mnafaa kumshukuru katika hilo na sio kumlaumu. Hii kauli watu ikabidi kukaa kimya tu, wakaamua kumtulizia tu kijana, wakawa wameondoka tu hapo. Binti akamweleza kijana kwamba anahisi kabisa kuna mtu anafanya makusudi kwa ajili ya kueneza ule uchawi katika hichi kijiji. Wawili hao wakaanza kushuku pengine kuna mtu kweli anafanya uchawi wa giza, lakini hawajui ni nani. Bana we. Muda huo huo binti wa Tiro, yani Sali, alikuwa kando ya maporomoko ya maji. Anafanya nini? Anafanya ibada ya kishirikina. Shugilia tu, tutaelewana taratibu. Jioni ilipofika, Tiara alipojaribu tena kwenda msikitini, wale machao wa mzee wake akawaamuru wamshike, yani Jalo pamoja na Lukman wakawa wamemshika huyo binti na kumpeleka katika chumba kingine na kumfungia huko, hatakiwi kabisa kutoka hapo. Leo bado alikuwa anaamini kwamba Daeng ndiye mtu aliyesababisha kifo cha mke wake na yeye ndiyo sababu ya laana inayoendelea kwenye hichi kijiji, hivyo hakutaka kabisa binti yake awe karibu na yule mtoto wa yule mchawi. Upande wa kijana, baada ya kumaliza kuswali nje, akakutana na mzee Madevu kafika hapo. Mzee akamwambia kwamba kijana, una moyo mzuri sana, usikate tamaa, endelea kutetea ukweli. Baada ya kusema haya maneno, mzee akawa ameingia msikitini kwa ajili ya kuswali. Sasa huo muda Tiro akawa amefika hapa kumtafuta Sari ambaye alikuwa hajaonekana kabisa tangu asubuhi. Sasa baada ya kufika hapa anapiga story, kijana akasema kwamba kuna mzee alikuwa hapa. Mzee Madevu akawa amemwelezea jinsi anavyoonekana, akasema kwamba yuko msikitini. Tiro akasema kwamba mbona mimi sijakuona na mtu wa aina yote. Kijana ikabidi kumpeleka hapo mpaka msikitini kwenda kuangalia. Kuchungulia ndani ya msikiti hakuna mtu wa aina yote. Sasa jinsi alivyomwelezea mzee Tiro, yule mzee alivyokuwa anaonekana, Tiro akawa amemkumbuka huyo mzee. Akasema kwamba huyo, kwa jinsi unavyoniambia, huyo atakuwa alikuwa ni rafiki wa baba yako, ni mtu aliyekuwa karibu naye sana, na yeye ndiye aliachiwa kurithi na kusimamia kuhakikisha anautunza huu msikiti baada ya kifo cha baba yako. Huyo mzee amekwisha kufariki. Ndo kijana akili inakaa inatulia, anatambua kwamba huyu mzee amekuwa akimuona katika mazingira ambayo sio ya kibinadamu. Kwanza, siku ambapo wale wanakijiji wamekuja kumshambulia, Ishan alikuwa na yule mzee Madevu, lakini baada ya wanakijiji kufika hapo, anageuka nyuma, yule mzee hayupo. Akaamini kabisa hii ilikuwa ni ishara ya kwamba kijana alifaa kufika kwenye hichi kijiji kwa makusudi, kwa ajili ya kuhakikisha kilicho kweli kinatakiwa kuwa kweli. Sasa baada ya kujua kwamba Sari hayupo msikitini hapo na wala hawajui alipo, akaamua kutoka hapo Tiro pamoja na huyu kijana wakaenda kwa mkuu wa kijiji kwa ajili ya kutoa taarifa kwamba binti yake amepotea. Hali ya kijiji ikaendelea kuwa mbaya sana. Mama yake Rina akapagawa tena, akawashambulia watu waliokuwa karibu naye. Leo akajaribu kumtuliza kwa kutumia maji, akisoma maneno yake anayajua yeye mwenyewe tu. Muda mzee akiwa huko, kuna walinzi ambao walifika katika nyumba ya Rewa kwa ajili ya kwenda kutoa taarifa fulani hivi muhimu sana, lakini baada ya kufika huko hawakumkuta Rewa, lakini wakasikia sauti ya binti yake akiwa anaomba msaada, akafungiwa ndani. Na wao, kwani wao walikuwa na ubaya? Hawakuwa na ubaya, wakamfungulia bana yule binti Tiara. Mara moja binti akawa ametoka hapo mbio na kwenda katika uongozi wa kijiji, akiwa na lengo la kwenda kusema ukweli, kwa sababu kuna kitu amekijua ambacho amekificha kwa muda mrefu, alikuwa hana uhakika nacho tu. Muda huo huo machawa walewa wakakutana na Tiro akiwa pamoja na kijana Ishan, wakataka kuanzisha ugomvi. Tiara akawa amefika hapo, akawasimamisha kwa sauti kubwa akisema kwamba sasa nimejua ukweli wa mikasa yote kwenye hichi kijiji. Hii kauli wale machawa wakawa wamepaniki, wakaamua kutoka hapo kwenda kwa Rewa kwenda kumjulisha. Wakiwa njiani, machawa wakaanza kusikia kicheko cha mwanamke mmoja ambaye haeleweki yuko wapi. Lukman akawa ameshikwa juu na nguvu za ajabu, akawa ameuawa hapo hapo. Jara akajaribu kukimbia, akakimbia mpaka mtoni. Akiwa huko akakutana na roho ya Rina. Kijana akawa amepambana kumwomba Mwenyezi Mungu amuokoe, akiahidi kwamba akitoka hapa ataenda kusoma Qur'ani sana. Anamwomba Mwenyezi Mungu amsaidie, lakini yule roho ilimkokota na ikawa imemwangamiza kabisa. Muda huo huo binti Sari alikuwa anaendelea kufanya ibada ya kishirikina kwenye maporomoko ya maji. I say, huyu binti ana moyo,
kuanzia mchana mpaka usiku wa giza kali. Sasa haya yote wakati yanaendelea, upande wa Rewa pia na yeye akaanza kufanya uchawi wa Doti. Hapa ndipo siri kubwa inafichuka. Mtu aliyekuwa nyuma ya mambo yote maafa yaliyokuwa yanatokea kwenye hichi kijiji alikuwa ni nani? Alikuwa ni Rewa mwenyewe. Upande wa Mtongani, maporomoko ya maji yanaendelea kutoka. Tiro akawa amefika hapo, wakamkuta Sari tayari kapagawa kabisa. Babake akawa amejaribu kumsihi binti yake arudi na kumtumaini Mwenyezi Mungu, lakini akawaambia kwamba yeye anachokihitaji wasimsumbue tu. Inshan akaingilia kati. Sari akawa ametumia moshi wa kichawi ili kumdhuru, lakini Inshan akawa amepambana kwa kusoma dua na kutumia tasbihi yake. Sari akawa ameanguka chini. Sasa akawa amegonga kichwa kwenye mwamba, akapata jeraha kubwa sana kichwani. Sasa wakati haya mapambano yanaendelea, roho ya Rini pia ikaenda moja kwa moja kumshambulia Rewa, na jinsi ilivyomshambulia sina hakika kama atapona huyu. Sari akiwa bado hajakata roho, lakini ndo anaelekea, akaanza kuomba msamaha, akaamua kukiri ukweli na kusema kwamba ni kweli anampenda Inshan. Sari akakiri kila kitu, akakubali kwamba yeye alimpenda sana Inshan kwa muda mrefu sana, lakini aliumia sana kuona kwamba Inshan moyo wake umemwelekea Tiara. Wivu huo ulimfanya kwenda kumshawishi Rewa, yani baba yake Tiara, ili kuamsha nguvu za kishetani ili kumtenga Inshan pamoja na Tiara, kwa sababu hata mzee wake Tiara kwanza alikuwa mkubali Inshan, mbili alikuwa na kisasi moyoni mwake kwa sababu aliamini mke wake amefariki ama ameuawa kwa nguvu za kishetani. Hivyo yeye alikuwa anahitaji kulipa kisasi kwa mtu ambaye amemtendea hivyo kwa mke wake. Kwa hiyo kumshawishi huyu baba kumuingiza kwenye uchawi lilikuwa ni jambo rahisi sana, na binti Sari alifanikiwa, japo yeye alikuwa na malengo mengine tofauti kabisa na Rewa. Kama utafanikiwa kuwatenganisha hao watu, kwa hiyo Sari atakuwa karibu sana na Inshan. Kabla hajakata roho, Inshan akamwambia kwamba amemsamehe kwa yote aliyomtendea, lakini akamwomba binti amkiri Mwenyezi Mungu kabla hajafariki, lakini binti hakufanikiwa kabisa kumkiri Mwenyezi Mungu sawa, na akawa amefariki hapo hapo. Muda mfupi tu wakiwa hapa, habari zilikuwa zimefika tena kwamba Rewa amefariki pia. Tiara akawa ametoka hapo moja kwa moja mpaka kwenda kwa babake, akamkuta mwili wake uko hapo hauna uhai, jambo lilomfanya shindwe kujizuia kwa machozi. Kesho yake akiwa amejaa huzuni pamoja na aibu, Tiara akawa ameomba msamaha mbele ya mkuu wa kijiji kwa uovu ambao baba yake amekwisha kuufanya kwenye hichi kijiji. Hatimaye ukweli ukaanikwa wazi kwamba Rewa ndiye alikuwa anawapagawisha watu kwa makusudi tu, kwa kutumia majini, kisha yeye huyo kujifanya ndo mganga ili awaokoe. Lengo ilikuwa endelee kupata heshima na endelee kudhibiti hichi kijiji, watu wote wamwamini yeye. Baada ya kushindwa kabisa kukubali kifo cha mke wake, alijikuta ametumbukia moja kwa moja katika matumizi ya uchawi. Jina la babake Inshan lilisafishwa rasmi baada ya kuthibitisha kwamba yeye hakuwa anahusika na vifo vya aina yoyote kwenye hichi kijiji. Moja kati ya kitu cha msingi sana kukijua ni kuhusiana na roho ya Rina. Baada ya binti kutaabika kwa muda mrefu sana mpaka kuja kufariki, Rina alikuwa amekwisha kutambua ukweli kwamba mtu aliyekuwa nyuma ya mateso hayo alikuwa ni Rewa. Ndiyo maana aliamua kuanza kuwaua machawa wa Rewa kabla ya kwenda kumaliziana na Rewa mwenyewe. Baada ya yote kuisha, kijiji kikaanza kurejea katika hali yake ya kawaida. Msikiti ukaanza tena kujawa na watu, yani waumini. Inshan pamoja na Tiara wakaamua kubaki kwenye hichi kijiji kwa ajili ya kufundisha watu kusoma Qur'ani na kumrudia Mwenyezi Mungu sawa, na jambo hili likarejesha matumaini pamoja na amani kwa wakazi wote katika kijiji hiki. Subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.